Majina naitwa Lwanda Magere. Okay, so nataka niongelee hii siasa ya Nairobi kidogo. Hii ya Babu Owino na Johnson Sakaja. Ukiangalia hii kitu vizuri, kawe ni mtu wa siasa, uangalie kitu vizuri. Babu Owino na Sakaja wanafaa waketi chini waongee, watoe mtu mmoja aende asimamie pale governor Nairobi 2027. Najua wengine watasema sijui babu tosha, sijui babu tosha, babu anaweza peke yake. Bro, haiwezekani hivyo. Unaona? Sasa ili babu achukue kura, atahitaji Mluya, atahitaji Mjaluo, atahitaji Mkamba ili awin. Unaona? Juu Wakikuyu pia wamesimamisha watu wangapi? Watu watatu. Sasa ni watu watatu, si ndio? Ule mama sijui anaitwa nani? Kagure, na tuko na huyu jamaa wa DCP. So umejua Wakikuyu kwa nini? Kwa siasa wanakuanga smart sana. Sasa hivi wamesimamisha watu watatu na Wakikuyu hawezi pigia Babu Owino. Bora tu ni Paul Ongili hawezi mpigia. Watamsifu tu saa hii, watamsifu tu kwa mtandao, wamwambie ati boss. Lakini unasema hawezi mpigia na babu ameoa Mkikuyu. Kuoa sio issue bro. Hawezi pigia Babu Owino kura bro. Acha nikwambie tu kweli Babu wako sawa. Babu ni future president by the way. Na ako sawa kabisa. But saa hii 2027 akiangalia vizuri anafaa waongee na Johnson Sakaja, then wasimamishe mtu mmoja. Wakisimamisha mtu mmoja pale, I think hapo wanaweza kula. Lakini hii 2027 Wakikuyu wanaenda kuikula. Lakini sinakuuliza bro. What if sinaona Babu Owino hawasikizani na Sakaja. So unafikiri wanaweza kaa kwa meza moja alafu inafaa juu ni mashemeji. Unaona? Waluya na Wajaluo wanapiganga kwa kikapu moja Nairobi. Wajaipiga timu Luya na Mjaluo wamekuwa separated. But this time round kuna Waluya watapigia Sakaja, kuna Wajaluo watapigia Sakaja juu Babu Owino yuko kwa serikali ya Raila Amolo Odinga. Kuna Wajaluo watapigia Babu Owino, unaona? Na kuna Waluya wengine passionate wamependa Babu, unaona? Watampigia hivyo. Na kura ya Mjaluo na Mluya zitagawanyika. Na zikishagawanyika Wakikuyu wanakuja na yao, wanasapotiwa na Wakamba. Wakisapotiwa wanachukua Nairobi. So hii Nairobi ni hesabu nyingine wanafaa wapige kabisa. Na kama nadanganya, mngoje 2027 muone Babu Owino akifail na Sakaja akifail. Na Sakaja, so unataka Sakaja akuwe na Babu Owino kwa kiti moja alafu wakikuwa kwa kiti moja mtu mmoja atakula. Lakini wasipokuwa kwa kiti moja huyu Mkikuyu ataikula. Na what about huyu Anne Kagure? Anne Kagure naye ni butterfly tu. Yaani butterfly in Nairobi bro. Ni Nairobi. Yeah. Tunajua kidogo si unajua hapa tangu tupate county, unajua hapa hii Nairobi county inaongozwa tu na two tribes, ni Mluya na Mjaluo na Mkamba. Unafikiria na Mkamba. Unafikiria apart from hiyo wewe unafikiria Mkikuyu anaweza kuwa Mkikuyu yako smart, ndio unajua biashara zake anafanya Nairobi, na ili ya defend biashara yake lazima angalie hiyo kiti kubwa ya governor, unaona? Sasa hivi unaona Wakikuyu wanatolewa CBD. Okas walikuwa wanatolewa CBD. Sasa hivi Wakikuyu wanalia biashara yao inaharibiwa na nani? Na Johnson Sakaja. Which means hawezi mpigia Sakaja pale, unaona? Lakini Babu Owino pia wanaweza tumia Babu Owino. Mmoja watu ni wajanja. Wanaweza tumia Babu Owino wampe deputy pale. Wakishampea deputy pale hapo 2028 hapo 2029 Babu must go. Unaona? MCAs wamtoe Babu, si Babu amefanya nini, unaona? Okay, na kabla umalize. Hata wewe unakumbuka ile story ya ile siku ya Gachagua alikuwa aende ampichiwe, mshoe Raila akaenda akaongea na MCAs, then mambo ikakuwa hivyo. Wewe unaonaje kama Sakaja juu ni kama unaona kama Raila anaweza tetea ama anaweza tetea huyu Sakaja arudi tu kwa another term tuta. Okay, dalili ya mvua ni mawingu. Nimekujibu hapo, si ndio? Yeah. Dalili ya mvua ni mawingu. Kama MCA wange manage kutoa Johnson Sakaja, hiyo jua wangemtoa hiyo Sakaja ngene, lakini sasa hivi wajamtoa, si ndio? Yeah. Raila alienda akaongea na MCA wake juu enda akona watu wa MCA wengi, si ndio? Yes. Easily wasimpigie kura ya kuimpeach, si ndio? Yeah. So Sakaja akona advantage hapo. Sakaja akona advantage kuwa governor. Babu sisemi Babu ni mbaya. Babu is a good leader, but mimi nilikuwa nataka Babu, unaona, aenda simame hii nini ya urais. I think hapo hata akuwe number 3 ile nini yake ya siasa haiwezi isha. But Babu Owino akienda ku governorship, Babu hawezi kusimama for presidency. Lakini hii ya urais naona ni ako too young, si ako too young, naona ako too young bro. Yani like unaona
unaona hata mwenyewe, unaona hata Raila bado hajaongea hii story eti unaweza fikiria ati Babu Wino akiamua ati anaenda kusimama president, Raila anaweza kubali juu Babu Wino ako chini ya Raila Amolo. So unaweza fikiria Raila Odinga anaweza kubali eti Babu Wino aenda simame president ama aenda simame president, aenda vice president. Baba ya Raila Amolo Odinga alikubali Raila asimame a form party yake asimame, hakukubali, si ndio? Hiyo nimekujibu hapo. But Babu ni mwanaume bro. Babu hafai kusimama hata na hii party ya Kalonzo. Babu angeform party na simame na party yake. Babu ni mwanaume, unaona? Lakini sasa penye Babu anaenda si poa sana. Lakini Babu pia ni smart by the way. Babu ni smart. Babu ako very smart by the way, politically. So unataka kusema eti Babu Wino hata without support ya Raila Amolo Odinga bado anaweza simama na ashinde. Just for president. Unaona Uhuru Kenyatta anataka Nairobi. Yeah. Raila Amolo Odinga anataka Nairobi. William Samoei Ruto anataka Nairobi. Nairobi ni capital city, lazima uangalie. Yeah. Wakikuyu as all lazima wa defend Nairobi juu biashara yao mingi iko Nairobi. Yeah. Wasomali pia wanataka Nairobi. Wasomali wakitaka Nairobi, Wasomali wako broad based government. Juu wenye wanafanya biashara Nairobi ni tribe mbili mostly, Wasomali na Wakikuyu. Juu even Somalia hao ni wa Kenya, unaona? Wasomali ni wa Kenya. So Wasomali na Wakikuyu ndio wanafanya biashara kubwa hapa Nairobi. So lazima waangalie the capital city, unaona? Juu hapo ndio biashara mingi zinafanyika. Wakikuyu wanafanya hapo, Wasomali wanafanya hapo. So hapo Wasomali wako broad based government. Sakaja wako broad based government. Wakikuyu wako Nairobi lakini wako wengi. Wasomali wako wengi Nairobi. Unaona? Wako wengi sana. So Wasomali wakiungana na Wajaluo na Waluya juu inafikanga wakati ikifika mbu 12 kila mtu anakula kwa mlango yao. Waluya watakula tu kwa mlango yao. Wajaluo mzee amesema hivi watakula tu kwa mlango yao. Babu watamsupport Babu kidogo lakini sio 70% watasupport Sakaja. Babu anaweza kula 30. Na wewe kama mwananchi ama wewe kama siasa mwenye analyze siasa, unaona kama Babu Wino anaweza toka kwa chama ya ODM? Wewe kama like in the future coming, like tuseme tu before 2027, Babu Wino anaweza toka juu hata tuliona nani huyu governor wa Mombasa huyu alikuwa anasema eti nzuri eti utoke, what are you waiting for? Utoke, lazima utoke. Hiyo ni siasa. Babu Wino hajasema anatoka ODM. Babu Wino ameanza siasa akiwa ODM. Babu Wino ni kijana wa Raila Amolo Odinga. Babu Wino hakuna siku Babu Wino ashaongelesha Raila Amolo Odinga vibaya. Unaona? Babu Wino alienda kwa Kalonzo Musyoka juu Kalonzo Musyoka alitusupport 2022. Kalonzo alianza kutusupport kitambo, unaona? So Babu alienda tu huko juu Kalonzo ni mtu wetu. Unaona? Mtu wa Azimio. Alisupport Raila sijui mara 3 mara 4 hapo. So hii mambo ya sasa, wewe kama mwananchi unaona kama huyu unaona kama okay, tukiingia tu kwa opposition tu kidogo unaona kama hii opposition ambao tuko na Gachagua, ambao tuko na Kalonzo Musyoka, tuko na Matiang'i. Okay, unaona kama hao wanaweza beat Ruto kibinafsi? Kalonzo angekuwa mjanja bro, Kalonzo angesimama na Wiper na angeingia kwa hiyo story ya opposition. Kalonzo, umejua Kalonzo mbona Kalonzo akuwe chini ya Gachagua? Gachagua alikuwa impeach na Kalonzo ako na party yenye iko na msimamo. Unaona? Wakamba wako party yake Wiper, si ndio? Yes. So Kalonzo ni mjinga, amefanya blunder kuingia party ya Gachagua. Goju Gachagua ni impeached person bana. Okay, sasa okay, hata kama Gachagua ni impeached person, but okay. Tena another kuna hii clip yenye na trend so far. Huyu Matiang'i alisema kwamba eti ata support Kalonzo Musyoka 2027. Yani like ata step down na support Kalonzo Musyoka 2027. Wewe kama mwananchi ama wewe mwenye ambaye analyze siasa, unaona hii kama ni game tu ama ni Majenga kuna tu? Hiyo ilikuwa tu kupima maji kama ni moto ama ni baridi. Yeah. So kupima maji ya Kalonzo ako na Gachagua. Yeah. Matiang'i ako na Uhuru Muigai Kenyatta. Yeah. Anaenda kusimama na Jubilee.
Jubilee, ushasikia penye Jubilee imeungana na nini? Na wameungana na DCP, hiyo timu ya DCP. Hakuna, si ndio? Sasa hiyo ni siasa, walikuwa wanapima maji. Okay, another thing is that nataka tu uambie tu watu Kenya about this story imekuwa ikitrend sana. Tumesikia news inasemekana eti Raila Amolo Odinga eti atarudi hapa chini. Baada ya long holiday ya kusema ya kwamba eti alikuwa amerejeka akapelekwa India. Uko na evidence? Uko na evidence? Okay, so because okay, you know I'm a media. So one is vitu zenye ni news. Oh, so mnachukua tu pale news mmesikia then mnaleta, si ndio? Raila Amolo Odinga ako very healthy. Yeah. Raila Amolo Odinga kuna hospitali alienda. Hii ni politics bro. Yeah. Raila si mgonjwa. So mwenye anasema Raila ni mgonjwa atulete evidence, atuambie Raila ni mgonjwa. Mtu kama Gachagua. Sasa Gachagua anasema sijui Raila, umeja Gachagua anasema Raila ni mgonjwa, alienda kwa Ruto 2023. Yeah. If I'm not wrong. Nani alikuwa anataka ku assassinate Raila pale pipeline? Gachagua. Mimi sijasema, wewe ndio umesema. Yeah. Mwenye alikuwa anataka ku assassinate Raila pale pipeline. Yeah. Sasa hii ndo anasema Raila ni nini? Ruto ni mbaya sana. Raila ameingia kwa Ruto ndo maana amegonjeka. Yeah. Bro, hiyo ni siasa. Unaona? So Gachagua stop. Gachagua, Mr. Gachagua, due respect, wachana na Raila Amolo Odinga. Please, wachana na Raila Amolo Odinga. Piga siasa yako safi. Tafuta sera kwa wananchi. Ukishatafuta sera yako, enda uform party au hiyo party yako, utoe mtu mmoja waende wasimame pale urais. Ukimalizia, unaweza semaje kuhusu hii mambo ya about Kasipul Ng'ondowere na Boyd Were? Wewe kama mwananchi, kama kijana, najua wewe ni Gen Z na Boyd pia wewe ni Gen Z na babake, ukumbuke pia babake alikuwa hakuwa mtu mzuri vile, lakini wenye wanasema ati ni kama ODM washampea the candidate, yani the ticket, yeye atakuwa anavai kama, yani yeye atakuwa anasimama kama huko MP Kasipul na utete pia pale ako hapo Aroko. Wewe kama unaweza sema aje kuhusu hiyo story ya ODM wamefanya vizuri kwa kuweka huyu kijana ama wamefanya vizuri? Okay. Wewe babako ameuliwa. Babako kishauliwa hajamaliza tamu yake. Sasa hii kidogo kijana yake amalize. Mbona Aroko anataka? Aroko tulie, kama ni mwanaume enough asimame 2027, campaign 2027, avai for that chair. Akipewa ni sawa. Lakini hii wacha kijana ya marehemu akule. I think that is all. So that's yeah. Okay. Ni nini sasa unaweza ambia tu watu Kenya about because ni mwisho, swali tu la mwisho. Tumeona Gen Z the opposition walisema Gen Z wachukue kura. Ndio wao ndio watatoa Kasongo huko na so far inasemekana ati hakuna, hawajachukua hata kura. Okay. Unaona sikiza tu. Unaona kama hii ni tu Gen Z wanapima weather ili wasichukue kura ikifika 2027 Ruto akitangazwa tena kama president waanze kusumbua Ruto, ama wewe unaonaje kama Gen Z? Mimi ni Gen Z, lakini sasa hii Gen Z naona kwa ukweli Gen Z hakuna Gen Z Kenya sasa hii. Gen Z imetulia. Hakuna Gen Z. Unaona? Wezi niambia Gen Z si kwa ubaya. Mimi pia ni Gen Z, lakini wezi niambia Gen Z sasa hivi Gen Z wanataka kujenga hospitali. Nilisikia kitu kama hiyo. Yeah. Gen Z wanataka kujenga hospitali. Mimi si kwenye Gen Z watatoka Mount Kenya. Waende wasaidie Mluya. Waende wasaidie Mkisi. Waende wasaidie Mkale. Waende Nyanza wasaidie Wajaluo. Hiyo ndio nitajua Gen Z iko. Lakini hii Gen Z yenye sijui Wakikuyu, sijui tunaenda kusaidia nani, anaitwa nani? Wanasaidia tu watu Mount Kenya. Kwani hizi part zingine hakuna majenzi wenye wako na mashida? Bro, hiyo ni politics, unaona? Hiyo ni siasa bro. Sasa historia ya kujenga sijui hospitali sijui nini, si wasaidie bana, kuna story ya Gen Z hapo bro. Okay, sawa. Na hii like mwisho tu. Tumeona bado tu waje tu nikupishe tu kwenye. Nimeona Nuro Kanga akisema kwamba eti Raila akipata shida. Okay, sorry, it's not Nuro but it's Musa. Sasa unasema eti Raila akipata shida utahame Kenya. Wewe maoni yako unasemaje kuhusu historia ya Musa? Hapo sitaki niongelelee. Yu Raila atapata shida. Yeah. Sawa.